lakini mimi naomba nichangie hata kwa wapigaji kura. Wakati tunaandaa hivi vituo, ni ombi letu ni kwamba tufanye tathmini ya eneo husika, kwamba tuangalie labda eneo husika kama ni uwanja, kwa maana ni eneo la wazi, lina mazingira yapi, na labda kuanzia asubuhi jua linavyochomoza mpaka linapozama, ikifika majira ya saa 6 mchana mpaka saa 9 kana hali gani, kwa maana ya jua labda linakuwa liko la namna hivi. Hilo lilijitokeza kwa kituoni, tulifika majira ya saa 8, lakini tulikuta kuna jua kali sana, kiasi kwamba hata na sisi tuliweza kufeel kwamba mbona sisi tunaungua vipi kuhusu hawa waliosimama kusubiri zamu yao kwenda kupiga kura. Na pale kulikuwa kuna watu mchanganyiko, wakiwemo wazee ambao kuna mzee fulani tulikuta amekaa chini kabisa akisubiri. Ilibidi tumpate tumuulize kwamba tayari umeshapiga ama ndio unasubiri foleni. Akasema kwamba nimeamua nipumzike hapa kwa sababu jua ni kali. Sasa nilikuwa naomba nichangie hapo kwamba wakati tunaandaa hivi vituo, ikiwezekana ni bora tufanye tathmini kama tunatumia uwanja wa wazi, ule uwanja uko vipi na mazingira yake yakoje, ili kuweza kudumisha kuboresha vituo hivyo. Uhakika kutakuwa na wapiga kura wenye ulemavu. Kwa hiyo kuweko miundombinu rafiki, hata kama itakuwa ni siku ya uchaguzi tu, ukimaliza uchaguzi ile kifaa kitakachowasaidia kuingia katika vyumba vya kupiga kura kiondoshwe. Kwa sababu mimi nilipokwenda katika kituo cha kupiga kura nilikuta watu wenye ulemavu na wazee na wengine wasiojiweza. Ilikuwa ni lazima watoke watu wakamate huku na huko wapandishe, wengine walikuwa wazito, ikawa ni mtihani kidogo. Wanaitana pale askari, mtoto tumsaidie huyu mzee aingie huku, walikuwa wananyanyuliwa kwa sababu kulikuwa na baraza ndefu na sehemu nyingine kulikuwa na ngazi hawawezi kupanda. Kuna na changamoto kwenye kituo cha Tumbatu pale kwamba sheria 3 zipo kwenye eneo moja, jambo ambalo lilikuwa ni vurugu kubwa. Nikisema vurugu sio kama tulikuwa tunapigana, yani watu walikuwa wengi na hususan wazee walikuwa wanapata shida, kwa maana mtu kwenda kupanga kwenye foleni ya Tumbatu Dumani, kumbe yeye atakuwa ndio mtakuja. Kwa hiyo unajikuta kwamba akishapoteza muda na wakati, akifika pale anaambiwa hii sio foleni yako, na maana atoke sasa aende kwenye eneo lingine, kwa sababu haya maeneo yote matatu yapo kwenye eneo moja, yamekuwa majina tukuni huku hivi. Na sasa hii ni changamoto ambayo inabidi kuboreshwa ili kuweza kuwasaidia watu zaidi wazee wasiweze kupata shida wanapofika katika maeneo ya kupigia kura. Mimi kwa na mapendekezo wakati tunafanya uangalizi wa kupiga kura kwamba kulikuwa kuna hawa watu wenye mahitaji maalum, wakiwemo walemavu, viziwi na wengine. Sasa mapendekezo yangu mie, ikiwa kama ni sheria hiyo ya kura ya awali kama inaweza kufanya marekebisho, basi wale watu wenye ulemavu na mahitaji maalum basi nao wajumuishwe katika kupiga kura ya awali ili kuepusha songamano siku ile ya kupiga kura wa hofu. Swala la kura ya awali, unajua pamoja na kwamba tulitengeneza utaratibu, lakini inaonekana kwamba kulikuwa na baadhi ya mapungufu mengi, na sisi lakini Zanzibar haijajifini, yani maana ile kura ilikuwa ni awali, kila mtu alikuwa anaona. Na malalamiko, ingawa malalamiko hawezi kukosekana, lakini malalamiko ilikuwa mengi sana. Sasa aidha mimi nafikiria kwa mtazamo wangu, yani kwa maoni yangu mimi binafsi, ninafikiria kutokana na mazingira yetu kutoka kwa nayo ya idadi ya watu kwa Zanzibar, basi nafikiria hata nyinyi mshauri serikali ili iangalie uwezekano kama itawezekana wapeleke mswada katika baraza la kilisi kutokana na idadi isiyokuwa nayo Zanzibar. Mimi nafikiria kuna haja pia kwa mara mbili, kwa sababu na sisi tunasema kwa hiyo, kwa sababu leo tulikuwa na usalimivu mkubwa Zanzibar, alhamdulillah Mungu katukusha salama, lakini kesho wewe sio ikoje. Sasa nafikiri tuangalie namna yoyote ya kufanya ili kuondosha hata vile viashiria vya kwamba kunaweza kutokezea changamoto, na moja ya mambo inaonekana ambayo nilikuwa nasema sana ni hili kwa mapema. Kumalizika kwa uchaguzi mkuu ndio mwanzo wa maandalizi ya uchaguzi mkuu ujao. Hivyo mkutano huu wa tathmini umekuwa jukwaa muhimu la kutathmini mafanikio, changamoto na mapendekezo. Kila hoja iliyotolewa katika mkutano huu ni nyenzo muhimu katika mpango wa mageuzi na kuboresha mifumo ya uchaguzi ya Zanzibar. Ndugu washiriki, tumezikusanya hoja zenu zote na tukazifanyia uchambuzi wa kitaalamu
ili kutambua changamoto za kimfumo na za kiutendaji, na tutaweka kipaumbele kulingana na uzito na uharaka wa kila hoja iliyotolewa. Aidha, tutatoa mapendekezo na hatua za muda mfupi, hatua za kati pamoja na hatua za muda mrefu, ambapo tutatengeneza mpango kazi maalum na tutahakikisha mpango kazi huu utakuwa mwongozo rasmi wa maboresho ya chaguzi zijazo.